na damu imembeba mtu mwenyewe. Kwa wale wanaowekewa damu, nakuta anaumwa, hawa anafanyiwa operation. Damu ikiwa imetolewa na mchawi, ikaingia kwenye mwili wako, ukaongezewa damu, na ile damu ilitoka katika sehemu ya mchawi, ujue kabisa ule uhai wa matendo ya yule mtu unaweza kuambatana na wewe uliyewekewa damu. Damu imebeba uhai. Sasa inapotoka katika mwili wa mtu, ile damu bado inazidi kuishi, na ina uwezo wa kuzungumza, na ina uwezo wa kunena, iwapo alizini au iwapo ndani ya mtu. Na ndio maana Biblia inasema, nasikia damu ya ndugu yako inafanyaje? Inanililia. Damu inaweza, wale watoa damu, sisemi kama kutoa damu ni kosa, au kutoa damu au kuwekewa damu usiwekewe damu, hapana. Ila inaweza kukusaidia kukupa uhai wa kusurvive siku hiyo usife, lakini matendo yako, maisha yako yakafa. Kwa nini? Aliyekuwekea damu hayuko vizuri kiroho. Katika uhai wake anaishi katika maisha ya giza. Nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu. Juu ya nini? Juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwa hiyo damu inafanya upatanisho. Sasa unapowekewa damu, inaweza ikafanya upatanisho wa nguvu za giza kwenye maisha yako. Nisikilize vizuri. Damu ina uhai. Damu inapotolewa kwa mtu mwingine kwenda kwa mtu mwingine, inaleta upatanisho wa mtu yule asife kwa sababu damu yake imepungua, lakini inaweza ikaleta upatanisho wa mtu yule kuunganishwa katika mkondo wa nguvu za giza. Leo hii watu wanafuatiliwa na mizimu, ni kwa sababu ya ile damu au mahusiano ya vinasaba vya familia fulani na familia fulani, au ukoo fulani au ukoo fulani. Kwa sababu ya nini? Ya ile damu. Na ile mizimu inaposimama ili kuipiga familia fulani, inatembea katika ulimwengu ule wa vinasaba vya ile damu, kwa sababu ndani ya damu kuna uhai, na kama kuna uhai inaweza ikasababishwa mauti ndani ya damu. Ndio maana sasa Biblia inasema uhai wetu umefichwa kwenye nini? Kwenye ile damu. Tunaishi kwa sababu ya damu, tunatembea kwa sababu ya damu, tuna survive kwa sababu ya damu. Wakitaka kutuua wanaiona ile damu, maana uhai wetu, Biblia inasema, umefichwa ndani ya nini? Ya ile damu. Mtu yoyote asikuhubiri akakwambia damu haina maana. Hapana, damu ina maana sana kwenye maisha yetu ya Ukristo. Hatuna damu zingine tena za wanyama, za mbuzi, za kondoo. Hizo zilifungwa kwenye agano la damu ya Yesu Kristo, hazina nguvu tena. Damu pekee ni damu ya nani? Hao wachinja ng'ombe, wachinja mbuzi, wanasema wanachinja kwenye madhabahu, hao ni wachawi. Kwa sababu wachawi sasa hivi ndio wanaendelea kufanyaje? Kuchinja kondoo, kuchinja mbuzi, kuchinja. Lakini sisi tayari kondoo wetu amefanyaje? Ameshachinjwa. Hatuna tena desturi. Mtu anasema damu ya Yesu, ndio maana nyinyi hamfanikiwi kwa sababu hamchinji. Ichinjwe mara ngapi? Ilishachinjwa. Na inaweza kuondoa na inaweza kurejesha. Ni damu peke yake ya Yesu Kristo aliye hai. Kwa mtu asije kawaletea mambo ya damu ya Yesu sijui watu walifanikiwa kwa sababu walichinja. Ni kwa sababu hapakuwa na damu hiyo. Lakini iliposimama ikavunja na kuharibu utaratibu wote wa mbuzi na ndama, hatuingii na tena, tunaingia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Pe Yesu makofi kwa hilo. Ukiona kanisa wanaingia na makondoo ujue hapo ni wachawi wanafanya uchawi.
wanaizalilisha damu ya Yesu, wanaizofisha, wanatangaza kwamba damu ya Yesu haina nguvu zaidi ya damu hiyo. Lakini nataka nikutangazia ulimwengu huu ya kwamba damu ya Yesu ina nguvu, na damu ya Yesu itakapoondolewa ujue kanisa limeondolewa.